Yusufu aligundua ya kwamba watoto wa Israeli, yeye ni mti ambao umepandwa karibu na chemchemi. Sikia, mti ambaye huko karibu na chemchemi ni mti ambao haikaukake. Sasa ile mti Yakobo anasema ni mti ambao imepigwa mishale sana ili baangushe. Sikia, Yusufu anapiganishi waka tu mfamilia. Kisala Yusufu kuna shida. Unatafanya hili milale. Vitu vinataka ngoma kidogo na shaka tena shetani anasimama. Ni Yusufu. Ni mti ambao umeweka kando la maji. Na kuna pigwa mishale. Bila shaka Mungu atawajia ninyi. Ninajua mko hapo lakini Mungu atawajia. Nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Mtapandisha mifupa yangu. Soma 13. Kutoka 13:19. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye. Maana alikuwa amewaapisha sana wana wa Israeli. Amewaapisha tangu Misri. Akisema Mungu hana budi atawajilia ninyi. Nanyi mtaichukua mifupa yangu kutoka hapa pamoja nanyi. Amen. Usome Mwanzo 19 mstari wake wa 22. Tunasoma Mwanzo 19 22 hadi 24. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Yusufu ni mti mchanga wenye kuzaa. Yusufu ni mti mchanga ambaye umezaa. Yakobo njeko nasema pale. Yakobo. Mti mchanga wenye kuzaa karibu na chemchemi. Usikie, Yakobo iko na bariki watoto wake. Anafika kwa Yusufu. Anasema Yusufu ni mti mchanga lakini unaozaa nini? Matunda. Matawi yake yametanda ukutani. Matawi yake iko yanatembea kuukuta. Wapiga mishale walimtenda machungu. Watu wao wanataka kupiga mishale kwa ile ukuta. Wakamtupia wakamuudhi. Wakamtupia mawe. Lakini upinde wake ukakaa imara. Lakini upinde wake ukafanya nini? Ukasimama. Mikono yake ikapata nguvu. Kwa mikono ya mwenye enzi wa Yakobo. Kwa jina la mchungaji. Yeye jiwe la Israeli. Amen. Yeye Yusufu ni jiwe la Israeli. Mwanzo inasema Yusufu anakaribia kufa. Anakusanya wana wa Israeli, anawaambia najua Mungu atawarudilia tena, lakini mifupa yangu muhakikishe. Bwana saidia. Amen. Bwana saidia. Amen. Nataka kusema nini jioni ya leo? Nataka kuambia usizikwe katika nchi ya utumwa. Tena nataka kuambia usizikwe katika nchi ya utumwa. Amen. Mimi nataka kufa, mimi nataka maliza. Mimi niko mgeni hapa. Na nyie mko wageni, lakini Mungu atawakumbuka. Mungu hatakuacha hapa. Lakini hapo tu kusema Mungu atawaacha ndio mifupa ibaki. Yusufu alimomifia akakausha. Lakini mifupa yangu isibaki. Muichukue yeye. Unajua? Kwa mtu mwenye utumwa inakamataka anataka malizikie utumwa. Na aishirie utumwa. Lakini usikubali leo. Waambie Mungu utoke mwinchi ya utumwa, usizikwe basi. Lakini ndio ziko Kanaani. Basi sana. Amen. Kutoka inasema 7 anakaribia toka. Farao anawaachilia waende. Musa anakumbuka bali tulapishaka. Hii mifupa, haleluya. Amen. Haita bakia hapa. Inabidi twende na Yusufu. Sikia, Yusufu ni picha ya Yesu Kristo. Yakobo anasema ya kwamba Yusufu ni jiwe la Israeli. Paulo anasema tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii. Na Yesu Kristo ndiye jiwe la pembeni. Ni kusema Yesu ni jiwe la msingi ambalo linatusaidia tusianguke. Sasa Yusufu ni jiwe la Israeli. Israeli haitaingia bila Yusufu. Hakuna Kanaani bila Yusufu. Haitaingia. Mifupa iko pale. Sasa nafika bahari ya Shamu. Mifupa inafanya kazi. Usiache hata kitu katika utumwa. Utumwa yalikukamata. Yawezekana kuutumwa ni nini? Utumwa ni nguvu fulani ambayo inayotawala maisha yako. Utumwa ni nguvu fulani ambayo inayotuma usiendelee. Utumwa ni nguvu fulani ambayo inayotuma usione mafanikio yako.
ni utumwa ambayo inakutawala, ni nguvu inautawala maisha yako. Hata Israeli nao walikuwa chini ya ulinzi wa Farao. Nisema Farao ni utumwa, ni nguvu iliyotawala Israeli. Hakuna gisi ya kujikokomoa, hakuna gisi ya kujitosha, hakuna gisi ya kusema niko watumwa. Lakini sababu Mungu akamuita Musa, akamwambia wewe ndio mnatumikisha kutoa Israeli. Wewe ndio mnatumikisha Musa, wewe ndio watoe. Mungu akamfanya Musa Mungu mbele ya Farao. Akamtilia Haruni pale ambaye alikuwa ni ndugu yake. Juu Musa akisema mbele aseme hawezi sikia yenye alikuwa anasema. Alikuwa na kigugumizi mkali sana, hawezi sikia. Ile kigugumizi ya Musa niko langaji ya Mungu, ni fumbo ya Mungu. Na mwenye alipasha kuelewa alikuwa ni mtu mmoja ambaye aitwa Haruni. Haiko kila mtu iko na uwezo ya kuelewa usemi wa Mungu. Maana Musa alikuwa Mungu mbele ya Farao. Farao hakuwa anasikia. Kusudi Farao asikie wenye Musa anasema ilibidi Haruni. Ndio maana haiko kila mtu. Ndio maana Paulo anasema ya kwamba hekima tulio nayo haiko hekima ya dunia hii. Hatusemi hatuhubiri kwa hekima ya dunia hii, lakini tunahubiri kwa hekima na ujuzi wa Roho Mtakatifu. Kila mtu anastahili kuelewa. Ilibidi Haruni awe karibu yake kama interprete. Na ndio shie tuko ba interprete ya usemi. Amen. Si ndio Haruni. Ndio maana kitabu cha Ibrania anasema ya kwamba yeye ni kuhani mkuu. Alitufanya na siku wa makuhani. Ni kusema sie ndio Haruni. Benye tunaelewa usemi wa Mungu. Mungu akisema tunajua Mungu alisema nini. Akileta fumbo tunafafanua ile fumbo. Sie ndio Haruni. Sie ndio Haruni ba interprete ba Mungu. Wasaidie sana. Amen. Sasa utumwa ni nguvu ambayo inayotawala maisha yako. Kuna vifungo vinatawala vinafanya kuwa mtumwa. Kuna maneno ilisemeka juu ya maisha yako, ni nguvu inayotawala maisha yako. Unataka kufanya hivyo ya kumbe uko maneno ilisemeka. Utumwa ni nguvu. Maneno iko na nguvu. Na maneno kisemeka juu ya maisha yako inakamata maisha yako. Kote kwenye utaenda ile maneno ilisemeka. Lakini kama hautaivunja, utoke mwa ile utumwa ukue huru, ni shida. Usifa kaelewa, haipeni zikwe hapa. Bwana usaidie sana. Amen. Kuna mtu mmoja utumwa inaweza kamata mfamilia na inakusudia familia yote iangamie. Yusufu angezikwa Misri, bangemwacha Misri, abangefika Kanani. Maana siri ya Kanani ilikuwa mifupa ya Yusufu. Siri ya Kanani ilikuwa mifupa ya Yusufu. Kuko mtu anaweza funga maisha. Unaweza zara watoto, ule mtoto mwana akimfunga na vitu vyote vinakatala mjamaa. Kuko mtoto mwana anakuambia watu wabaya wanaangaliaka watoto. Nani mwenye iko na bahati, nani yote yake na waka sana, ule ndio anashambulia. Unajua, huyo tukimweza tunaangamiza kila kitu mfamilia. Maana kuwa makini sana kwa watoto na kuwakeshea na kuwaombea. Bwana sitie sana. Amen. Nakutakia wewe Yusufu leo katika maisha yako. Amen. Yusufu aligundua ya kwamba watoto wa Israeli, yeye ni mti ambao umepandwa karibu na chemchemi. Sikia, mti ambaye uko karibu na chemchemi ni mti ambao haikaukake. Sasa ile mti Yakobo anasema ni mti ambao imepigwa mishale sana ili baangushe. Sikia, Yusufu anapiganishiwaka tu familia. Kisala Yusufu kuna shida. Unatafanya hivi vinalete. Vitu vinataka ngoma kidogo na sema tena shetani anasimama. Ni Yusufu. Ni mti ambao umeweka kando na maji. Ndio kuna pigwa mishale. Lakini vile anasema Yakobo akasema, lakini haukuanguka, ukabaki imara. Haleluya. Amen. Ukabakia imara. Sikia, hata watakupiga mishale, lakini jua ya kwamba Yesu ni jiwe la msingi. Haleluya. Amen. Yesu ni yangu yako. Ni jiwe la msingi. Lakini haukuanguka. Yeye ni jiwe la Israeli. Amen. Yusufu anakundua hawa watu wakiniacha hapa, bahari ya Shamu itawameza. Hawa watu wakiniacha hapa, Yordani wavuke. Hawa watu wakiniacha hapa, mchango wote watamalizika. Kumbe usiniache. Ambia ile karibu yako basi kuache. Basi kuache. Wewe unakamata tu mwenzako unamkamata kawaida tu. Tumezaliwa tu mmoja, huyu si kaka yangu. Si tu kawaida. Kumbe kama ule ndio Yusufu familia yako. Unaongea na mtu mwenye unanifuata. Mungu akufanye kwa Yusufu leo. Amen. Yusufu akatambua ama bado misio ya resite yako. Hata Musa wangemtuma namna gani? Na alikutana na nabii mkubwa. Ni Yusufu alikuwa hapa. Pale ashuki. Na ati Musa akakataa. Sasa walifanya moto ndio ilitoka Farao. Mwende
Pale akakumbuka nabii alisema tusiache. Tukiache, Musa alijua siri ile mifupa. Sikia, haiko kila mtu ambia siri yako. Inabidi mtu mmoja ndiye ajue siri yako. Amen. Inabidi Musa ajue siri yako. Mwambie Mungu akuoneshe Musa leo. Mwenye atajua siri yenye iko bibi kumwe. Kwa mtu yuko na corona tu anakuwa mtu bure wa kawaida. Lakini uchukue na mtu tao mwenye anajua siri yenye uko nayo. Awe faida yenye uko nayo. Bado yule bwana Yusufu tiko pale kwa mzee anazeeka. Na Musa akasema huyu bwana akikufa leo lakini resite yetu iko mwenyewe. Hata nyama zitaoza, hata nyama zitakuwa tena, lakini mifupa ikibakia tuko na faida. Amen. Sikia, watu bakubebe kila kitu kinaweza kuwa nacho. Watu bakubebe pesa, bakubebe kila kitu, lakini bakuachie kitu kinaitwa agano. Amen. Sikia, hamkutanani na Mungu kuliko pesa, hamkutanani na Mungu kwa nyumba, hamkutanani na Mungu kwa watoto. Watoto wanaweza kufa lakini agano liko pale. Chunga kitu kinaitwa agano. Mungu alisema na wewe mimi. Yosefu alijua yeye ni mti. Haleluya. Ambao umepandwa karibu na chemchemu. Ule mti hauzake. Ule mti haukaukaki. Hata kipwa ikikua uko na chanua. Mvua ikinyesha uko pale. Yusufu alijua. Alijuaka ile siri babake alishamwambia. Juu Yakobo ni mtu wa kwanza kutabiri juu ya Yesu. Akasema, "Mwe na kuwa mzee, nataka kufa. Lakini muhakikishe mifupa yangu safi." Amen. Musa kaelewa. Wengine wote hawakuelewaka. Juu wengine wote wangeelewaka wangesemaka Musa na Haruni, Musa na fulani bakachukua, lakini mimi nasema Musa akachukua mifupa. Alijua secret. Mifupa ya nabii ni ya samani. Mifupa ya nabii inaweza kupatia njia. Tafuta mifupa. Mifupa ya nabii inaweza sema tena na ukaishi. Elisha anakufa, haiko tena. Mifupa ndio bakia, bali tiaka mtu pale, mtu akasimama. Unajua kuko sifa kubwa la Lazaro. Sifa ya kwanza ya Lazaro alikuwa maskini. Sifa ya pili ya Lazaro alikuwa na vidonda mwili mzima. Sifa ya tatu ya Lazaro na upumbavu wake, sema ni muzika, akaenda ala kifua ya Ibrahim. Kifua, sali ingia pale, alikutanana na baba wa mababu, anaitwa Melkisedeki. Maana Yesu ndio Melkisedeki wa kweli. Sali fika mbele ya kaburi. Hakuna tena ya kusema juu yeye ndio Melkisedeki. Ndio maana akasema ya kwamba baba anakushukuru sababu unanisikia. Kwa sauti tu. Tena hakuna kusema. Aseme mmoja mwito mwemuleka jiwe. Mfanye nini? Mwito. Ambia kila aliweka jiwe kwa ajili ya maisha yake. Aiondoe siku. Amen. Amen. Anasema Lazaro njoo. Angelala kukifua ya Ibrahim. Juu Ibrahim naye alikuwa anangoja Yesu ashuke aonekane Yerusalemu. Hakukuwa na mamlaka, hana nafasi ya kumweka. Ilifanya mtoshe pale. Nabii mkubwa alishafika. Basi kuweke fasi kwenye ustahili kukua. Mwambie Yesu akutosha kuweke mahali pengine. Amen. Yusuf anapiganisha watu. Wao mtana mtu anasema, "Mimi bana nipatia kani?" Na mimi bana mimi sina kitu, hauna kitu. Njoo kama huko Yusuf. Na mie tu. Na mie niko na nini? Bwana sina kitu. Na mie Yakobo anatabiri iko Misri. Anataka kufa. Anaanza sema, lakini Yusuf hauna kiatu, hauna hata nyumba. Na mie huko naikosa, lakini vita kila siku. Bezako niko na magari 5 wafati wake. Unakutana mtu kwa nyumba ya bibi. Ukimwambia kama shamba utamwona kwambia ndio ngazi nyingine kusema. Lakini wewe uko na panga. Lakini usiku yote kala mvita. Chai huko na kunywa ni kuza sukari ya 100 kubotike. Na ulitokotesha kutia majaribu. Na kitumbula unatia mkaratasi. Mwenzao akisema anakunya chai utafika petite jeune unasema vitu gani? Na akikwambia kama shalo utamwaya anakwambia wende na vya kukula. Ukimwambia juu ya maombi anakwambia wende kule. Bila tife nini? Siviyui. Haiweka mavita na fanana kai. Lakini wewe usiku na lota banakia kuvuga bana kunyonga, wanaamka shingo liluma. Sasa nilifanya nini? Sikia, usijione wa kidogo. Lakini wewe ni Yusufu. Amen. Haleluya. Amen. Wewe ni Yusufu. Sharti wa kupiganisha.
Maana Elisha akasema kumwambia Gehazi, walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale tunaowaona. Mwambie Bwana, nataka leo nifanye. Amina. Nataka leo vipinuke leo. Nitoke katika utumwa, niingie Kanaani. Niishi, watoto wangu wafurahi, wafanikiwe onekane katika nyumba yangu. Nataka niingie Kanaani. Haleluya. Amen.